tu wenye hauongei make we matendo tu bila kuongea. Oui. Ndio career yangu ile donc kama ni songeake. Na mimi nawaza ukishasema ke haongeake donc bafani basha kupata deja. Oui, bamwa bashapata deja nani mkongeongea deja hapa. Kisha mtu maongeake atajitambulisha haiko bafani. Oui, bien avant amasia kama ta decision ya kukua mtu mwenyewe niko sai. Ndio? Nilikuwa naongea. Nilikuwa nafanya makapalata. Ma spectacle za kuongea kanisa partout. Ndio. Voilà. Tukiangalia hapo deja ku platform yako moja hivi. Inaitwa Mr. Cheko Charlie. Ndio. Yeah. Kwa hii platform ya TikTok hapa hivi kuko na 469.2 kg d'abonnés. Voilà followers ku TikTok. Kuko na 2 millions de jeunes. Voilà likes ku TikTok et tout parler bien. Yeah. So mon cher, félicitations. Merci beaucoup, hein. Merci. Kubafan benye habakuyoe sawa bon banaweza kwa kusikia sai lakini habayajipata. Unaweza jitambulisha juu bajile santiri ke basha kwa deja na mtu wao. Bien en fait si je niseme parce que batajua tu sama naona video ama batanisikia deja ni kumajina ni Gloire Bisimo. Ndio. Niko artiste et comédien. Ndio. Mimique donc mtu mwenye aongea yake. Aongea yake, yes. Kunyumba ni Bukavu. Ndio. Kopera binami pale. Mais nina komalia na kipaji yangu Goma. Donc masanga Charlie Chaplin. Ula kutembea na ndio. Wa kupingama voilà. So pourquoi ulipenda when you voliwe Goma na umezaliwa hapa kwetu Bukavu? Pourquoi? Voilà, ilikuwa kama nilipataka projet moja Goma. Kufika Goma ilikuwa kama 2023, mwezi wa 11. Kufika Goma manière bajane pokeamo. Ndio. Ikakuwa kitu niko extraordinaire. Par rapport na Bukavu. Ilikuwa ma 15 kwa mfete na bala décor kufika mu fête. Genre nika restaurant tuka anniversaire. Yes. Invité boss wanitaka na merci kwetu na décor yako. Nikafika pale na décor, batu bote pale wakashangala, mafoto. Nikaribisha restaurant batu embouteillage, batu wakutoka nje. Ikakuwa obligé bayambie non tu peux rester ici genre kubakia hapa. On peut voir quelque genre une takufanyishia. Ndio. Kubakia pendant un mois évoluer kakoa. Ndio. Na mwaka kasaidia. Nitoka hapa niko na 15 abonnés. 15 kilos d'abonnés. Eh bwana Talempire tuko na plateforme ya Talempire TikTok un peu parce que TikTok ya mbele ya Talempire bwana bali sinyari sana bakaivuta. Jana tulifungula nyingine mpya so na mjiabone ku Talempire. Naingia tu barre de recherche ya TikTok pale andika Talempire unajibona. Eh bwana utatusaidia kwa hii kazi mzao. Haina shida baba. So hapa hivi kuko video ilikuwa naangalia iliweza trend sana, iko na 2.3 millions d'abonnés, de views ku TikTok ya. So hii idée nous a conservar ni nous a inspiré hapa hivi. Ile ya kipofu, yes. Kwanza ni kipaji, artiste mzuri ni kuwa na kipaji ya kuwaza. Ndio. Na kucreate ma contenu zenye zitakuwa za mpya kubatu. Ndio. Ama mwingine ayaifanya meona unakuwa wa kwanza kuifanya. Ndio. Mais avant de tourner nafanya kasote na waza qu'est-ce que je dois faire en fait. Naandika najua nitakuwa na besoin hiki na hiki, nitakuwa na huyu mtu wa hivi na hivi, atafanya hivi. Et puis na concevoir idée, tunatia mise en place, tuna tourner, na monter mes pecs et puis na poster vidéo. Ya oui. Hapa ni Cheko tu mzee. Hapa ni Cheko nilikuwa angalia video ya pili iko na 2 millions d'abonnés. Bwana. Sasa uko naiona hii. Video gani yako hiyo unaangalia mpaka naonekana unacheka sana kabisa? Presque zote tu. No, kuna kwa ile inaonekana ukiangalia tunasema
kama uni mie kama ni mwingine mtu ama ndio kuna ni ya zamani sana, ni video nilianzaga zamani. Sasa iko chini sana juu ipate phone napanda sana. Yes. Ni video nilikizaga mimi na au ningali kipanzi na jirani yangu, nilamka tu asubuhi matope. Kaza tuonde nikamwambia kwa tupigane watu filme. Donc ilikuwa tu en direct. Mpigane. Donc ilikuwa nalamka asubuhi ma 8h mvua inashaka. Nikamwambia kwa tucheze video, nikamwambia mdogo wangu anifilme. Nikamwambia bitako tupigane tu mimi na wewe. Nikavala kilote 5 t-shirt kama ngapi kama 3 hivi. Tuna filme na pigana. Sasa nijua angalia mwisho nilikuwa nafanya. Akasema mimi siko sawa. Akasema mimi kweli siko sawa. Ukasikia sasa vile uko visi yenye haiko mwe. Nikajiona kwa tukemie siko normal. Bwana après ile mapokezi ulipata Goma, ukaamua ubaki tu Goma. Sikuamua mimi kipaji ndio iliamua nibakie Goma. Kipaji. Yeah. Wale uliona kibafana ya huko hawezi weza kusupport. Na ni kweli en fait. Depuis niko Bukavu naza arevomasi apataka contrat yenye itanipatia pesa. Par rapport na Goma nyingine nilipataka. Ukiongelea ile contrat pale vile tutaangalia directement Kakivu Mos. Utaziongelea kidogo. Oui, Kakivu Mos ni maison de production ya matela, makanape, accessoires za munyumba, za masala, genre ya vile. Hii contrat pa hivi ilianza mwaka gani na inaitaisha mwaka gani? Oui, ndio ilikuwa maison de ya kwanza ya entreprise ya kwanza nikampokea Goma ataki ambassadeur. Ndio. Ni ya babla ni wazungu. Sasa niko ambassadeur. Ima siku atoka tumika parce que batu ingilia kama muizine bakatupie. Medeke binaisha tena tunaanza tumika tena. Moshe, mimi nakuuliza tu hivi. Hapa hivi kuko video yuko nyangula kama chuma. Kisha unaanguka nayo. Haukuvunjika kama mgongo kweli? Ndio kesho mingi wanazasikia uanguka ke aulumi yake sasa unakimbia ka au kupake bankisida. Niseme ni protection ya Mungu parce que avant nifanye kitu naombaka parce que sisi da nini nikuomba Mungu anipe sana kabisa nguvu. Kajuna nguka mbaya sana seri inakuwa inakuwa ya kweli yako sasa ni montage nini na nguka kama montage inaonekana na kuli inaonekana kaka. Oui. Ni kikweli si lumi yake kidogo lakini imeaiko vya sana parce que mimi sina cicatrice sina nini. Kisha hapa hivi kwa hii mandevu hapa hivi inatokea kwa wapi ulike papa live hauna azuza hizo hapa mbele hizi. Kwa majorité najua kwa niko mu émission na décor. Akosa ingine siku ya ingine tutakuya décor ndevu ni décor. Ni décor yote chapeau, veste, chemise, pantalon, kiatu vyote na fimbo vyote nakuya navyo. Ndevu ni décor parce que le vrai Charlie Chaplin naye alikuwa tia ndevu. Utaweza tuambia Charlie alikufaka wakati gani? Mwaka gani? Alikufaka donc azaoka mipitiwa kidogo. Mipitiwa kidogo parce que kwa size kichwa iko vizuri, nilipata msiba. Pole sana. Mais alisumbua nakumbuka kidogo kuhusiana naye Charlie Chaplin. Ni légendaire en Angleterre. Il y a des années à chaque fois. Mais kitu yenyewe nitafuta bambia kama alikufaka le 26 décembre. Ben kasola le 26 décembre nami. Alikufaka le 25 décembre. Nikazaliwa le 26 décembre. Donc siku alikufa kipaji yake ilikufa yako ikazaliwa. Alikufa le 25 décembre 1977. Voilà. Ndio alikufa pale vile. So na wewe directement ukaanza zaliwa akazoa date lakini miaka oui date kabisa. Kisha hawazake kuwa hata hii contenu nafaka ya Charlie wala hawazake kuiacha wala utaendelea ama wala utaiacha ukamate nyingine mpya. Siwezi acha ni kipaji na nifuata. Kajua kiangalia mwili tai même genre ni kipaji nilipewa. Sasa kuiacha itakuwa ni makosa na kosea watu parce que watu wenyewe wananiakompanyia, watu wananifikisha kwa hii babone, watu wananifikisha kwenye nilikuwa na contrat na maison fulani. Sasa itakuwa ni faiblesse ukiacha.
c'est mieux kuavancer ndio mbele tufike mbali parce que rêve yetu ni kufika un jour kumize ya Charlie Chaplin ndio nafika pale yo hapo. Grand Charlie kwa majina kwa halisi sasa? Jina langu ya kweli ni Kabika Gloire Bisimo. Kabika Gloire Bisimo, kwa mtoto wa Bukavu, ulizaliwa hapa Bukavu. Utezi ambia nini population ya Bukavu? Wewe ni mtoto wa Bukavu ndio. Yeah. Lakini uliamua kutoka Bukavu juu uende evoluer Goma parce que uliona ki hapa ndio kuko riski. Una comprendre? OK, papa ndio kupale. Unaweza ambia population ya Bukavu nini kuhusu Oui. Population ya Bukavu kitu ya maana sana ni kusoutenir ba artiste ya nyumbani. Kitu ya mbaya sana inatulumaka shi parce que na mimi inanilumaka sana kwa niko kwa batu ndio ninavumia. Kwa batu ndio ninazipata tuseme $100, $200, $300 na hapa nyumbani na ikosa. Ndio. Sasa kia kushangaza sana tukaga batu wanatoka hapa hivi ba artiste wanatoka hapa wanafika fast fulani wanapata support. Sasa après des années banabaita sasa huku kwa tufanyishie kazi. Kwa nini mwanzo kumuita afanye kazi? Sasa nyinyi tunapapatia facture ya mingi sana par rapport na kistudio kwaka. Bafane ya Bukavu, patuto ya Bukavu. Kwa kweli msupport msanii wa hapa nyumbani kwa sababu ni mko naweka niseme ni kese mko nafanya parce que ni investissement mko nafanya visima kwa artiste parce que fait sikuwa napata atajua ke kunyumba ndio nilipatiaka. Kwa pani sirudi nifanye kitu sote ka institution fulani ama kitu fulani. Unajua Goma kikweli Goma anaona artiste $1000. Hata afika Bukavu sasa afanye kile apane kado ama angalia ba orphelin hapa Goma hapa Bukavu no. Ni pale Goma tu. Pale Goma. Anaenda sote ile 500 tushamole 500 fika fasi fulani anza mchele nini. Ndio. Sasa sasa donc ni hapa tu nyumbani. Hapo kuko ingine yini kuna angalia hapa hivi etablissement Silimu. Oui. Tuongelee kwa ile. Établissement Silimu ni maison entreprise kabambi sana mvile ya Goma na Bukavu. Ndio. Presque mon RDC j'espère bien. Oui, ni ndio kupata kale kakop ni juu ya transport sima vya vile. Ndio sipeni niongeleza parce que contrat hayakuwa bien résolu. Tuko tunatumika pole. Na depuis unaanza tumika na zile entreprise zingine zote zenye hatu ya ongelea ni entreprise gani ishakulipa fanga za mingi mbao rasentir ke ni makuta? Ile ya kwanza ile Kakivu Mosi ni ambassadeur. Oui. Okay, c'est bon. So hapa Bukavu tuko na ba comedian wengine wanaevoluer ku TikTok sana. Ni ba comedian bangapi ba huku Bukavu wanaangalia kama nasema vraiment hapo na evolution ya bien? Presque ni barafiki yangu bote ba TikToker ya hapa Bukavu. Presque ni barafiki yangu parce que nafika Goma tunakaribishana. Ndio. Na pamoja nafika hata kwangu vya vile. Kikweli kuko Fido DRC. Akifika Goma anafikia kwako. Hata fika kwangu atafika kwangu sometime. Yes. Piga support nini? Yeah. Na nani mwingine? Tuko na mtumishi barafiki bawili. Oui, na Vanessa, Christian Rona. Oui. Lakini nipata habari kama msanii wala TikToker wala komedia wa huku Bukavu akifika Goma kama haiko yulu sana, jua bafikiri na mbaka gharama sana. Kwa nini? Ndio, ifo msanii ni brand. Brand donc hata chez toi ba TikToker. Même si tu ba TikToker mais tunapata kuwa na brand, ja brand statut yako unazichunga mzuri aonekane nini, hakuna hata corona mjea. Sasa unakuya tu juu ya 20k so utanafanya video kuniona hapo itakuwa shida sana. Na kwa nini wasanii wanapotea sana, huwa haonekani sana? Ni kuchunga statut yake, ni kuchunga wasionekane. Sasa unaonekana mpata kwa mpya. Na msanii atokake akitoka maki kwa invitation fulani, il faut l'invitation il faut na vérifier
kisi iko parce que hapa kontango ya maison de production ilisha hapa juzi, nilikuwa na maison de production ya Top 5 Garden. Nilikuwa pale ni kutuchunga, hakuna hata kutoka, ukitoka wanakupatia security uone na kutaye nafasi fulani. Hauna dora kufika ku restaurant n'importe quel genre de restaurant. Donc ukitoka unatoka na mtu fulani atakusunikiza. Pia vina usigawe sana. Na usitike sana mafoto nini pia vile. Ile na protection ya statut yako wewe artiste. Asa sawa huko unafika Goma, unapenda kuniona atakuwa nguvu fulifone juu projet gani tutaonana. Kama tunia kusema ila kuonana ça dépend na projet. Si huko Bukavu, artiste huko Bukavu iko tofauti sana. Artiste wako Bukavu unaweza kutana kuiko na MO d'abonnés ku TikTok, lakini tukua mcroiser hapa hivi mabivete za sapilo za nini za bangi kule, utezi waambia nini? No, pale ana brand asa atasema hakuna support. Na mimi kwanza ifea kutoka wangu Bukavu nikinafika Goma iko sana, mimi nilikuwa na maisheke za mingi parce que nilikuwa natembea sana mu quartier. Bana niona ule stereo tuna TikTok ule. Asa mimi nilikuwa nasema ndio sifangu ile. Kumbe ni kujaribishia. Asa kufikangu Goma nikasugelea watu bakanionyesha kisi mtu mpasha kuwa. Ifo mtu anapotea kuonekana uko akawame sana kwa mtandao, ndio sifa ile. Patakuwa na hama kukuita, najua kuona ni pesa. Na pale unaongeza pesa, mimi si rezo hata kulipa mzuri mebatu patakulipa. Tukisema unasema kama rezo itakulipa mzuri. Kwa hii effectivement ushakuwa nayo hapo hivi, uko na video za mingi ziko mamio de vie. Réseaux sociaux haikulipa ke mzuri msasa gani? Mimi mtandao nilipe. Nalipiwa kupitia kazi ninavyofanya ya publicité, ma contrat, ma challenge, artiste msanii nafanya challenge. Ndio. Nafanya challenge, tunafanya challenge. Okay, na anapatia pesa, anapatia management pesa vile. Pour dire que hii compte TikTok hapa hivi ni iko saa ya marketing tu. Ya brand marketing. Ni wa compte mbili, ile na yangu normal. Yako normal nayo inaitwa asa sipendi si post parce que nilikuwa pezeni naanza ipost mwezi 2025 asa vitu vikajitokeza asa si ifanyia promotion. Ifanyia promotion lakini bafan bajatendre kwa ile kitu ya. So bafan ya Charlie, Mr. Cheko. Ukiingia tu pale ku barre de recherche utaandika Mr. Cheko Charlie. S français HARLIE. Ama tu Charlie wa Goma utanipata. Wa Goma utampata. Lakini mbona sous-estimer huko Bukavu? Ungesema tu Charlie wa Bukavu lakini anaishi Goma. Ndio, nuna artiste na akwa wa mtu ama wa watu ni wa inji ama wa dunia fulani. Parce que revenga haiko tu kubakia Mgoma. Ni ma projet ça me permet kufika phase fulani, kutoka hapa kuingia hapa kufika hivi na hivi voilà. Ok, c'est bon. Bwana Charlie, ukiangalia media za huku Bukavu na media za Goma ni fasi gani kwa na support sana are aussi moi des provinces mbili? Asa ni question polémique ile. Hapana, haiko polémique kwa sababu kialisia kama ushauri mtu hawezi tambua kosa yake. Na kama hautambui kosa yako hauwezi jua gisi gani ya kuikosoa. So tuambie. Goma ni sawa. Goma ni sawa, media Goma iko fresh sana. Goma ni sawa kabisa, sitadanganya. Na ingizane basani ba mingi wanajua ile ke bakifika Goma façon batakuita, façon batafanya promotion ya vitu yako nini, itakuwa vizuri sana parce que mtandao ndio kila kitu kwa sasa hizi. Nimekuona ba mingi tuseme ba journaliste ba mingi tuseme yako bote. Ndio. Ajue mtandao kisi anapasha kufanya mageni kwa Facebook tu. Ajue fanya promotion ya maemission zake kwa mfano nini. Asa jua apate batu sana kufika kwa emission yake itakuwa nguvu sana. Meuna Goma mtu anajua anafanya kwa ile formation ya marketing nini vyote, anafanya formation ya mtandao. Pourquoi pas sikuwe na batu, pourquoi pas na batu. Ndio.
So uniziambia nini ba journalist wala ba chroniqueur hapa Bukavu juu kwa mtoto wa Bukavu ukibambia hata haiko kubachukia parce que uko mtoto wa kupale kwanza haiko kubachukia juste ni conseil utabapatia pour que na bo ba ko ive kwa ile sens juu ba promotion ya plateforme wala ku promouvoir même émission wala ku promouvoir art uniziambia nini ya kwanza ni brand yes. Peu importe uko mtu fulani unapaswa kuwa na brand stati yako antake antake journaliste yes. Unapaswa jua antake mi journaliste hizi kuna besoin ya hii compte zote zinaenea compte Facebook compte WhatsApp ndio compte tuseme YouTube dès qu'il faut on a posté face zote na également il faut unakuwa na mtu chargé ku poster vitu yako peu importe unajua uko journaliste mais unapaswa kuwa na equipe yako nyuma yako karibu na wanakusaidia kuposti kila kazi na majorité kwa en direct itakusaidia na il faut kuwa unaaméliorer kila kitu itakuwa fresh. So merci beaucoup Charlie. Est-ce que ulifika hapa Bukavu juzi kabisa? Ulifika kama mardi. Yeah. Mardi ulifika hapa Bukavu. Depuis ufika hapa Bukavu, c'est vrai ulikuya mkikilio ya kakako. Lakini hapana kilio, mapokezi ilikuwa premièrement ilikuwa voyage yenye siku préparé. Ndio. Asa ilishitukia tu nikuye Bukavu. Ndio. Kisi tunajua shibe tuko mperiode mbaya, kuna kisi mtu pata kupokea, kila mtu anajogopea afya yake mwenyewe. Asa sikutaka kila mtu ajisusie sana. Ifo kuchunga mwenyewe kwanza nifike nyumbani alafu bajuke niko Bukavu me isikuwe ya kusumbua sana, ila kuna watu ambao waniposti kwa mtandao. Ndio. Karibu sana kaka nini ya nyumbani, ndio nyumbani hapa karibu ya. Après ça unakuwa ushakuwa na mafanikio maeneo ya Goma pale, uko apangia Bukavu nini? Kikweli sijafanikiwa ya mzuri ni banasemaka. Mais ya kwanza ni familia kwanza. Kwanza ni familia. Unajua msanii ni kitu ya kwanza unapasha lindia yako ni familia yako. Kama convaincre familia yako kama uko artiste, uko na stati parce que nikumbuka management yangu ya kwanza ilikuwa mzazi, familia. Wakati nenda shoot anapatia sote 2000 francs, 3000 francs, transport nena na equipe yangu fast flank na tourner, kurudia na muonesha nitumika fresh. Asa c'est mieux un jour ni muhonorer kwa ile support. Ndio. Alafu kupitia mzazi sasa nitakuwa na kitu fulani za support watu wa Bukavu, tuseme spectacle fulani ama kuwapatia serie pia ni ma projet za kufanya. Ba fans ya Bukavu nawaza bako na kupata deja. Bashasikia projet zako. Lakini depuis fike Bukavu ipareke hawia tourner? Non, sikuwa tourner Bukavu. Na hauna mpango? Kiukweli na sina mpango. Kwa nini sasa mzee? Tuseme depuis janvier ça tumikaka juu ya insécurité ya Goma batuambia ba influencer genre tujifanya attention. Yes. Tusiende na fanya n'importe quoi. Parce que chez Goma tuko suivi sana na batu sana. Asa kila kitu kupost kidogo wanaangalia nini anaposti vitu gani. Asa il faut kufanya attention, il faut kujichunga mwenyewe. Asa tuliona vema juu ya kujilinda mwenyewe. Okay, hapo kwa video inafaa 5 jours déjà ku TikTok yako ya Idi. Siku ya Idi mbaraka ya ba musulman. So itakula mzee, si wali kuima. Ndio. Banima kabisa ni projet ilikuwa prévu nitoke ndio naweza chakula mnyumba na rudia na wapatia kisha nikosa mwenye kufunga mlango. Fona kula mbio nikutana basha nima deja. Ndio kasema mbona ba fans ya Talent Pire mkingia ku TikTok mpata Charlie Mr Cheko hakuna nyingine platform unakuwa watumia kupost kazi yako apart TikTok? Ndio bajani kula nani content yangu ya YouTube
Yes. un type wa Kenya hajafungula konta akaipirate. Mais niko deja na ingine asa niko na konta zote. Yes. YouTube ya mupya. Instagram niko na 11.6 kilo d'abonnés. Ndio. Niko na X genre Twitter. Yes. Niko na pas moins de 5 comptes comme ça. Gmail parce qu'il y a des fans aussi de Gmail donc il y a quand fan artiste ama ma entreprise ça veut même jina tu Mr. Cheko Charlie. Mr. Cheko Charlie. Yeah. Tunafurahi sana accueillir hapa Mtalamper, lakini hatukuwa satisfait tu hatukuona mwenye forme ya Charlie. Yeah, kikweli naomba samahani sana kabisa, ila nafurahi sana kufika parce que radio kwanza nilipokea Bukavu ni Moria FM. Yeah. Mtalamper. Kikweli. So ukifika Goma bwana usiseme kitu tulikupokea mbaya. Yeah, no. Nimefurahia kikweli. Ilikuwa surprise kubwa sana mzee. Nimefurahia kikweli. Merci beaucoup Charlie Mr. Cheko. Chekesha kwa bafana kidogo tu. Asa kwa. Mimi nakuwa niseme incapable kuchekesha kusema. Asa kama siko ule mtu. Unajua niko mtu bawili tofauti. Yaani kuna mtu na mwingine mtu. Wewe na mwingine. Yeah, mimi na mwingine. Wewe na huyu hapa. Mimi na ule pale. Kutofauti mingi sana. Yes. Sana kabisa. Sasa kama niko hapa niko na brains ya ule mtu hapa. Sasa kukua saizi ni nguvu sana. Yes. Yani mimi semagi na sisi waweza fanya majesti na siko ule mtu pale normal. Sijui kama unaelewa pale. Inaeleweka hapa hivi mzee Charlie. Tuambie tu mtu mmoja mwasha kupatia cop donc mwana waweza kuunganisha na bale ba sponsor. Mwasha kuunganisha na mtu mwenye anakulipa mpaka naona sentir que iko pe balipatia hapa ili ni minere mzuri. Goma ni sawa. Goma shipe wa artiste tunapendana. Unajua nizipata projet banapatia projet inasema hii projet ni ya $1000. Ndio. Tafutie watu fulani tumalize hii copy. Na tafuta mezangu ba artiste hivi tunapartager copy. Asa presque shibo tunapatana makopi. Na kuroa upendo tunakuwa na Goma tunasemaga nikipata kazi na interesse entreprise que angalia konte ya mtu fulani. Unaona si nini sawa anaweza saidia. Sigaga zingine ma province upatie mtu kazi haite vingine. Ataamsha kile nje wa kwanza anajua kushinda pengine bote. Sasa Goma ni sawa tunapendana. Sisemi Bukavu. Ando kweli. Ni hapa Bukavu. So merci beaucoup grand Charlie. Ninaona mdina songa sana kabisa. Mdina songa sana. Acha ambia bafan tu kitu kwa msaa. Malize. Kwa kwanza nashukuru Mungu sana kuniacha kukua hai kabisa. Ndio. Ya pili nashukuru sana wazazi ambao wanaendelea kuniombea, wanaendelea kunisupport kwa maombi. Ndio. Ya tatu nashukuru sana mafans zangu wa Bukavu sana. Ndio. Tulianza nao hii kazi ya kuchekesha. Nilikuwa tokaga mtournaje mu quartier watoto wananifuata nyuma kabisa. Kikweli nawapenda kinoma sana na bado kuchoka kuwapatia kicheko mdomoni, ila nawaambia tena karibu tena kufuata hii kipindi cha Mtalamper kwenye radio Moria FM. So merci beaucoup Charlie ku accepter invitation yetu ku Moria FM monsieur Mtalamper. Tunakuwa kuna 8 MHz na waza na batu bako Goma banakuwa wakatupata pale parce que tunakuwa kupata message ya batu ya Bukavu. Tunasema merci beaucoup ku kila mtu malikuwa na tutega masikio yake kutufuatilia, alifuatilia Boyste LB, alifuatilia SKD Baba, alifuatilia Charlie Mr. Cheko, alifuatilia sauti yangu mimi hapa Neledi, alikuwa nasindikizwa na Papi Kauranyi. Tunasema merci beaucoup, lakini kabla tujawaga acha ni sensibiliser watu kama wewe uko artiste uko donc uko rapport na make unaimbaka unafanya comedy unafanya kila kitu iko rapport na enjoy mission yako unaweza pita hapo kwa mission Mtalamper comme ça tunakufanyia promotion na unaendelea. Émission c'est gratuit, on ne paye pas, donc
msikuwe naogopa, mko nafika na hata niambie kama batu bako na maison de production, maison da BMA, mko na marchandises tofauti, mnaweza fika hapa ku Talampire wala ku Moria FM, tutakuwa nafanyia marketing zenu na bitu yenu inasambaa sana. Hata nisisahau kuambia Bandi Bone ni artiste wa gospel mweko maneo ya Panzi pale. Tunasema merci beaucoup grand frère kwa support yako, unaendelea kwa support Talampire. Tunasema merci beaucoup kwa Kenny Beatmaker na hii beat kwa sikia mundani yeye ndio alitumika pale vile ule mwalimu wa beat. So kama kwa artiste unaweza pita kwa Kenny Beats, unamkontakta na kutengenezea kazi ya mzuri. Tunasema merci beaucoup kwa administration yote ya Talampire ya Moria FM. Tunasema merci beaucoup kwa Apotre Amos Kasongo. Big up sana, tunasema bye bye. Unayoifuata ni Radio Moria FM.